Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole. Na nazidi kumshukuru Mungu kwa kazi yake ambayo ametupatia ili kumtendea yeye kazi yake. Na Mungu ni mwaminifu, na kila lote analolitenda kwetu analitenda ili sisi watoto wake tupate kuokoka na kugeuka na kuziacha njia zetu mbaya na kumweka Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wetu. Na leo nakuja na ujumbe ama nakuja na unabii juu ya viongozi wa makanisa katika nchi ya Kongo. Unabii huu umerudia kwangu karibia mara 4. Umerudia kuja kuniambia hivi karibia mara 4. Na mimi nikaona nichukue sasa muda wa kuongea na wana wa Kongo na viongozi wa makanisa wa Kongo ili wapate kujua kila ambacho Bwana anataka wao kufanya. Ujumbe umeanza hivi: siasa ya Kongo imeshikiliwa au imegawanyika sehemu 2 kuu. Sehemu ya kwanza ni wanasiasa wa Kongo ambao hao wanakubali Wakongomani ama raia wa Kongo kufa. Wanakubali raia wa Kongo kufa kwa ajili ya wizi, waendelee kuiba na kupora wakati wa vita. Sehemu ya pili ni sehemu ya siasa inayoshikiliwa na viongozi wa makanisa. Sasa sauti ikaanza kuniambia, ikasema viongozi wa dini wakaa kwenye siasa kwa ajili ya wizi. Viongozi wa makanisa wakaa kwenye siasa kwa ajili ya wizi. Je, mbuzi aweza ilisha mbuzi mwenzake? Hilo ndio swali lako wewe kiongozi wa kanisa la Kongo. Mbuzi anaweza kumlisha mbuzi mwenzake? Enyi viongozi vipofu visivyoweza kuona yaliyo usoni mwenu, mnafiki umbebesha mtu mnyonge mizigo mizito, ila hukumu ya Mungu yamwangalia popote alipo. Mnafiki umbebesha mtu mnyonge mizigo mizito, lakini hukumu ya Mungu yamwangalia mnafiki pia. Mwaongoza wana wa Mungu vibaya. Mwaongoza wana wa Mungu vibaya kwa sababu ya pesa. Mwaongoza wana wa Mungu vibaya kwa sababu ya pesa. Mtahasi hadi lini? Swali lingine hili. Mtahasi hadi lini? Wafu waweza ongoza
Swali lingine hilo. Swali la tatu niseme, wafu waweza ongoza? Kwa ajili ya hayo mmejinenepesha kwa dhambi mkijua muko hai. Kwa ajili ya hayo mmejinenepesha kwa dhambi mkijua muko hai. Msipotubu na kugeuka, mtakuwa wenye unajisi milele yote. Sadaka yatolewa madhabahuni mkiaminisha watu kwamba mwawaokoa, kumbe mwawashusha hata kuzimu. Unabii huu ulipokuja ulirudilia, usizani ulikuja mara moja tu, lakini kwa sehemu, kwa sababu nilichukua muda wa kutuweza kutoa hivi haraka, tena ukaja unabii huu ukasema, utaambia viongozi wa dini wa makanisa wa Kongo kwamba makosa yao yanaonekana. Waendelea kufanya siasa huku wakipotosha watu wa Mungu. Hukumu juu yao wasipotubu. Tasoma kitabu hichi cha Ezekieli sura ya 18. Ezekieli 18 mstari wake wa kwanza hadi wa 9. Ezekieli 18 mstari wake wa kwanza hadi wa 9 anasema hivi: neno la Bwana likanijia tena kusema, je, maana yake nini hata mkatumia misali hii katika Israeli nikisema, baba wamekula zabibu mbichi, nao watoto wakatiwa ganzi la meno? Kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hamtakuwa na sababu ya kuitumia tena misali hii katika Israeli. Tazama, roho zote ni mali ya Mungu, kama vile roho ya baba ni mali yangu. Tazama, roho zote ni mali yangu, kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya mwana mali yangu. Roho ile itendayo dhambi itakufa, bali kama mtu ni mwenye haki na kuyatenda yaliyo halali na haki, hakula juu ya mlima, wala hakuviinulia macho vinyago vya nyumba ya Israeli, wala hakumtia unajisi mke wa jirani yake, wala hakumkaribia mwanamke wakati wa kutengwa kwake, wala kuzulumu mtu, bali amemrudishia mdeni wake rehani yake, wala hakumnyang'anya mtu mali yake kwa nguvu, naye amewapa wenye njaa chakula chake na kuwavika nguo walio uchi. Ambaye akukopesha mtu ili apate faida, wala akupokea ziada ya namna yoyote, naye ameuepusha mkono wake na uovu, na kufanya hukumu ya haki kati ya mtu na mwenzake. Tena ikiwa amezifuata sheria zangu na kuzishika hukumu zangu, mtu huyu ni mwenye haki, hakika ataishi, asema Bwana Mungu. Ezekieli 33:1-9 anasema, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, sema na wana wa watu wako, uambie hapo nitakapoleta upanga juu ya nchi, watu wa nchi hiyo wakimtwaa mtu mmoja miongoni mwao na kumweka awe mlinzi wao, ikiwa aunapo upanga unakuja juu ya nchi hiyo, apiga tarumbeta na kuwahonya watu. Basi mtu awaye yote asikiaye sauti ya tarumbeta wala haonywi, upanga ukija na kumwondoa
damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. Alisikia sauti ya tarumbeta, wala kuonywa damu yake itakuwa juu yake, lakini kama angalionywa angalijiokoa roho yake. Bali mlinzi akiona upanga unakuja, kama hapigi tarumbeta, wala watu hawakuonywa, na upanga ukaja ukamwondoa mtu awaye yote miongoni mwao, ameondolewa huyo katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwa mlinzi huyo. Basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli. Basi ulisikie neno ili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu. Na nimwambiapo mtu mbaya, hewe mtu mbaya, hakika utakufa, nawe usemi neno la kumwonya mtu huyu aiache njia yake, mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Walakini ukimwonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake, kusudi aiache, wala yeye asiache, atakufa huyo katika uovu wake, lakini wewe umejiokoa roho yako. Amena. Huo ni ujumbe juu ya viongozi wa makanisa pale nchini Kongo ambao wamejiingiza katika siasa. Mimi siko hapa kutafsiri na siwezi nikaendelea zaidi ya hapo. Amani ya Bwana iwe nanyi na baraka zake ziwafurike. Wote wanaosikiliza ujumbe huu, kumbuka kumwambia mwenzako na kushare. Mwambie mwenzako kuna ujumbe na yeye ashare, lakini nikualike tu kusubscribe, kucomment, kulike. Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole.